Kuna kitu kinatokea sasa hivi duniani, kitu ambacho kinatafuna taratibu misingi ya demokrasia, na mara nyingi kinatokea pale ambapo hatuangalii. Ni kama tishio linaloenea kimya kimya, na leo tutaliweka wazi. Hebu angalia namba hii, 34%. Inashtua, sio? Hii inamaanisha zaidi ya theluthi moja ya watu wote duniani wanaishi katika nchi ambazo zinazidi kuwa za kiimla. Hiyo ni sawa na watu bilioni 2 na milioni 600. Yaani, hebu fikiria kwa sekunde, idadi kubwa mno ya watu ambao maisha yao yanabadilishwa na si kwa njia nzuri. Na hapa ndipo jambo linapokuwa zito zaidi. Unajua, huu si mfululizo wa matukio yaliyotokea kwa bahati mbaya. La hasha. Huu ni mkakati uliopangwa vizuri. Kuna kama kitabu cha maelekezo na kinafuatwa kwa umakini mkubwa. Basi, swali letu kuu leo ni hili. Hicho kitabu cha mbinu kina nini hasa? Na nini hasa kinatokea pale ambapo taifa linaamua kukifuata hadi mwisho kabisa wa safari? Katika uchambuzi huu tutaangalia kisa cha nchi moja ambacho kinaonyesha wazi kabisa jinsi safari hii ya hatari inavyokuwa na matokeo yake ya kuhuzunisha. Lakini kabla hatujazama kwenye hizo mbinu, hebu kwanza tuangalie picha kubwa zaidi. 68%. Hiyo ndiyo idadi ya watu duniani ambao tayari wanaishi chini ya utawala wa kiimla. Yaani, wengi wa watu duniani tayari wamepoteza uhuru wao na uwanja wa demokrasia, unajua, unazidi kuwa mdogo kila kukicha. Mistari huu wa matukio unaonyesha picha ya kutisha sana. Ni kama tumepanda mlima mrefu wa demokrasia kwa miaka, halafu ghafla ndani ya muongo mmoja tu tumeteleza na kuporomoka kurudi pale pale tulipokuwa tumeanzia. Yaani, mafanikio yote ya miongo kadhaa yamepotea. Sasa huu ndio ujanja wa watawala wa siku hizi. Hawawaji na vifaru barabarani, la, wanafanya kinyume chake kabisa. Wanatumia sheria, wanatumia mahakama, wanatumia bunge, vifaa vile vile vya demokrasia ili kuiua demokrasia yenyewe. Ni kama kutumia kinga za mwili kuushambulia mwili wenyewe. Ni mbinu mjanja inayowafanya waonekane halali mbele ya ulimwengu huku wakibomoa kila kitu kutoka ndani. Sawa, hebu sasa tuchambue hizi mbinu. Fikiria kama ni mapishi ya kuleta maafa yenye hatua 3 rahisi. Kwanza kabisa, zima kengele ya moto. Hawa ni waandishi wa habari na wanaharakati. Pili, wagawanye wazima moto. Hawa ni wananchi wenyewe ili wasiweze kushirikiana. Na hatua ya 3 na ya mwisho, badilisha sheria za usalama wa moto. Hizi ni katiba na sheria za uchaguzi. Ukifanya haya yote, nyumba inaungua bila pingamizi lolote. Sawa, hayo ni maneno na nadharia. Lakini sasa, katika uhalisia, mambo haya yanaonekanaje? Hebu tuone jinsi hiki kitabu cha mbinu kinavyotumika kivitendo. Safari yetu inatupeleka Tanzania. Fikiria ni Oktoba mwaka 2025. Nchi imefika kwenye njia panda ya kihistoria. Uchaguzi unakaribia, lakini hewa iliyopo si ya uchaguzi wa kweli, bali ya igizo ambalo mshindi alishajulikana hata kabla ya kura kupigwa. Na hapa tunaona jinsi mbinu za kiimla zinavyobadilika na kuwa za kisasa zaidi. Chini ya Rais Magufuli, ukandamataji ulikuwa waziwazi. Mikutano marufuku, magazeti yanafungwa, lakini mrithi wake, Rais Hassan, anatumia mbinu tofauti. Mbinu ya kijanja zaidi. Anatumia sheria kama silaha, wanaita vita vya kisheria, kufanikisha malengo yale yale, lakini kwa njia inaonekana kistaarabu na halali. Kuna mchambuzi mmoja wa siasa alilielezea hili vizuri sana. Alisema hivi: wake ni udiktata wa heshima. Anahubiri umuhimu wa demokrasia huku akisimamia mashtaka au upoteaji wa maadui zake. Yaani, sentensi moja tu inayofupisha kila kitu. Na sasa hebu angalia matokeo yake. Mpinzani mkuu, kesi ya uhaini. Mpinzani mwingine anaenguliwa kwenye kura. Mitandao ya kijamii inafungwa. Halafu kuna vitisho, utekaji na vurugu dhidi ya upinzani. Unaona? Kila hatua inalingana kikamilifu na kile kitabu cha mbinu tulichozungumzia. Ni utekelezaji wa hatua kwa hatua. Hii picha ina maana kubwa sana. Hii ndiyo hatua ya mwisho kabisa. Wakati lile sanduku la kura, unajua, lile sanduku linalopaswa kuwa alama ya uhuru wako wa kuchagua, linageuzwa kuwa zana ya kuhalalisha udiktata, hapo mchezo unakuwa umekwisha.
Lakini unajua, uvumilivu wa binadamu una kikomo. Baada ya miaka mingi ya ukandamizaji huu wa kimya kimya, na baada ya giza nene la hofu, cheche ndogo ya upinzani ilianza kuwaka. Ilipofika Oktoba 2025, Watanzania waliamua imetosha. Kilichofuata yalikuwa machafuko makubwa. Maandamano yakalipuka mijini. Serikali ikajibu kwa nguvu zote, mabomu ya machos, hata risasi za moto. Na katikati ya yote hayo, jina jipya la utani kwa rais lilisambaa kama moto mitandaoni: Idi Amin Mama. Jina hilo peke yake linakuonyesha ni kwa kiasi gani wananchi walikuwa wamebadili mtazamo wao juu ya kiongozi wao. Sawa, sasa hebu tuondoke kwenye mitaa ya Dar es Salaam na turudi kwenye picha kubwa ya kimataifa. Kisa hiki cha Tanzania, ingawa kinauma na ni cha kipekee, si hadithi ya peke yake. Ni sehemu ya mfumo hatari unaoenea kote duniani. Na jedwali hili linathibitisha hilo waziwazi. Ebu angalia haya majina: Poland, Hungary, Uturuki, Brazil, India. Hizi si nchi ndogo zisizo na umuhimu. Hizi ni nchi zenye nguvu kiuchumi na kisiasa. Hii inatuonyesha kuwa hakuna nchi iliyo salama dhidi ya hiki virusi vya udikteta. Kitabu kile cha mbinu kinatumika kila mahali. Kwa hiyo tumeona jinsi kitabu cha mbinu za watawala wa kiimla kinavyoenea na kinavyofanya kazi. Kinavunja demokrasia kutoka ndani kimya kimya. Hivyo basi, tunabaki na swali moja muhimu, swali ambalo ni la kwetu sote. Kama kitabu chao cha mbinu kinaenea, swali ni je, kitabu cha mbinu za kukabiliana nacho kinaandikwaje? Ni jambo la kutafakari.